Aisha Speed bwana yuko Afrika. Amekuwa akiendelea na tour yake ambayo amekuwa akisafiri na katika nchi mbalimbali za Afrika, na hapa ilikuwa ni mwanzo wa tour yake kwamba aliahidi kuwa atakuja Afrika katika nchi 20 kwa ajili ya kuja kutembelea na kuangalia Afrika inaendaje, vipi, kuna vitu gani Afrika katika nchi 20 lakini bahati mbaya bwana Tanzania haikuwepo bwana. Lakini tukirudi nyuma hapa kuna wale jamaa walikuwa Zanzibar, walikuwa wakiruka pale, wamechora picha yake. Walielezea kuwa wanamkaribisha Aisha Speed, welcome to Zanzibar. Bahati mbaya bwana Aisha Speed hakusikia vizuri. Aliposikia welcome to Zanzibar, yeye alisikia kama welcome to Zambia, na aliuliza this is Zambia? Basi kwenye listi yake bwana akawa ameandika pale Zambia lazima aje, na juzi kati alikuwa Zambia hapa. Kwa sijui ilikuwa ni kama bahati mbaya kwa upande wetu. Majina kamili ya Aisha Speed bwana anaitwa Darren Jason Watkins Jr. Jina la mtandaoni anajulikana kama Aisha Speed au Speedy. Tarehe ya kuzaliwa bwana ni Januari 21 mwaka 2005. Kwa sasa na umri kama miaka 21 hivi. Nchi aliyozaliwa ni US Marekani. Alizaliwa kule Ohio. Yes, kuhusu wazazi wa Aisha Speed bwana, kumekuwa na picha ambazo zinasambaa za utotoni akiwa yeye na babake, lakini amekuwa aweki wazi kuwa yeye na babake wana mahusiano mazuri. Nadhani mara nyingi amekuwa akielezea kwa ufupi tu, hataki kuelezea sana kuwa hawako sawa na baba yake, na inaonekana kama baba yake alimtelekeza. Hapa ndo inakuja leo kistaajabu ya mzee Abduli, utayaona ya mzee Nyange. Kwa Speed mwenyewe bwana amewahi kusema baba yake hakuwa sehemu ya maisha yake. Ndio maana mara nyingi anaonekana kujitegemea sana, kuwa na maamuzi ya haraka, kuwa na hasira au emotional kali kutokana na malezi magumu. Kumekuwa na taarifa mbalimbali ambazo zinaonyesha kuwa Aisha Speed anamchukia mama yake. Hapana, mama yake bwana anamchukii, bali ni huyu jamaa ni mtengeneza content. Kuna muda tu anaweza akaamua kwamba leo akaamka na emotional fulani hivi, leo natengeneza content hii. Kuna kipindi alisema kwamba anamchukia sana mama yake, lakini ile pale ilikuwa ni kama ni content. Lakini kiufupi Aisha Speed anampenda sana mama yake, na ndio mama yake ndio aliweza kumzawadia mpaka zawadi ya gari. Kiufupi ndo mzazi ambaye ana uhusiano naye mzuri katika makuzi yake na mpaka leo. Bana mama yake anaitwa Tiffany Elizabeth, lakini mimi naweza nikamuita Mrs. Watkins. Au kistaa zaidi unaweza kumuita Mama Speed. Mamake na Speed bwana ndio nguzo kubwa ya maisha yake. Ni mlezi tangu utotoni. Speed amewahi kumuonesha mamake kwenye mara chache kwenye live stream ya channel yake, lakini mamake pia alimruhusu kufanya content. Alimvumilia licha ya kuwa na kelele za fujo zake zile. Alimunga mkono mpaka alipofanikiwa. Speed ana account ya Aisha Speed ambayo yenye subscribers milioni 48, ambayo amekuwa akipromote video zake na akirusha stream zake pale. Amekuwa na stream nyingi sana. Hapa juzi kati alikuwa Kenya. Tuseme jana alikuwa Kenya, lakini Kenya ndio imevunja rekodi kuwa na viewers nyingi katika stream zote. Bwana hii imetisha sana Kenya. Sijui ingekuwaje kama angekuja Tanzania. Lakini ukiangalia video zake nyingi zimekuwa na viewers nyingi, lakini pia ana live stream, ana Speed Watkins, hizo ndio akaunti zake. Bwana Kenya wamejitahidi sana kwenye kupromote ujio wa Aisha Speed. Alikutana na huyu jamaa mkubwa huyu mrefu Afrika. Ilikuwa ni amazing sana kama unavyomjua kichacha Aisha Speed. Speed alipima bwana mguu wa huyu jamaa na akasema unalingana na unazidi kichwa chake kabisa. Lakini tukio jingine la kushangaza bwana, alikutana na huyo dogo wa Uganda anaitwa Tenge huyu bwana. Walikutana naye bwana, ilikuwa ni amazing sana. Bwana kumbe anamfahamu bwana Tenge mwenyewe hakuamini. Yaani ilikuwa ni vibe kubwa sana. Lakini pia baada ya kuja Afrika alikutana na makabila mbalimbali ya Afrika hapa bwana. Bwana akakutana na nyama za kuchoma za Wamasai kule, za makabila tofauti. Alienjoy kwa kweli na akasema Afrika kuna vyakula vitamu sana. Bwana Aisha Speed alijaribu kuingia hata kwenye migawa tofauti ya mtaani, akakutana na nyama choma. Akawa kiuliza bei bwana, akimtajia bei yeye anaongeza bei. Akitajiwa bei yeye anaongeza bei. Alijaribu kutembelea baadhi ya hifadhi za Kenya, lakini pia alikutana na huyu Rhino. Akasema jamani, huyu Rhino hana mzazi, lakini alimpa jina akasema ataitwa Ronaldo. Umeona namna gani hapo? Shabiki wa Ronaldo huyu aliamua aseme kwamba ataitwa Ronaldo kuanzia leo.
Bwana ya wafanyabiashara walifaulu sana, maana waliongezewa bei na vitu vikanunuliwa. Lakini tukio jingine la kushangaza, kuna udogo bwana alikuwa anacheza mpira akaombwa tucheze, alikimbia vibaya sana, yani alimuogopa Aisha Speed. Bwana hii tukio lilimfurahisha sana Aisha Speed na pia lilimshangaza kidogo kwamba imekuwaje. Lakini kuna tukio hili bwana alienda akakamua maziwa ya ng'ombe, lakini alishindwa. Alikuwa anaelekezwa namna ya kukamua pale, lakini alishindwa, akaelekezwa jinsi ya kushika chuchu, lakini yeye alishindwa kabisa. Pia alikutana na shabiki yake mkubwa sana ambaye ilimkata stimu shabiki baada ya bodyguard kumwambia atoke, lakini Aisha Speed alionyesha upendo mkubwa wa kumpokea, maana ni shabiki yake mkubwa sana. Pia kuna hii nchi nadhani ilikuwa ni Rwanda, kama si Rwanda basi itakuwa ni Zambia. Walimtengenezea bwana keki inayofanana na yeye, kama unavyojua vituko vya Aisha Speed. Tukio kama unavyoliona hapo, aling'ata keki alichagua kung'ata kwenye mdomo. Bwana ilikuwa ni ajabu sana hii. Ng'ata na bado hapo akasema, kumbe ni tamu." Tukio jingine la kushangaza bwana, Aisha Speed bwana alipanda bodaboda. Panda bodaboda, walikodi bodaboda pamoja na mabodyguard wake. Na kuna huyu shabiki bwana walimkosa kumgonga. Lakini Rwanda alikutana bwana na huyu jamaa mfupi. Na huyu jamaa akamwambia, "Bwana mimi nakuweza kwenye kupiga push up." Akamwambia, "Kwani unaniweza mimi?" Bwana ilipangwa ligi. Zikaanza kupigwa push up pale. Huyu dogo bwana naweza nikasema ni brother kumlazi. Alimzidi bwana Aisha Speed. Matukio ni mengi bwana, alienda pia kwenye mechi, lakini alivyoingia kwenye mechi alionyesha burudani zake na anapenda sana sarakasi huyu jamaa. Kwa mambo yalikuwa ni mengi sana hiyo siku. Aliingia kwenye supermarkets, aliingia kwenye migawa, alikula nyama za Afrika. Alienjoy sana katika nchi mbalimbali hapa Afrika. Alikalkuleti pale bwana, baada ya hapo alilipa hela nyingi sana, ni kuonja tu. Umeona bwana, Afrika pia alienda kwenye nchi moja hapa, alikutana na dojo moja hivi ni wa Afrika, lakini wanacheza kung fu. Kwa hiyo bwana, baada ya hapo aliingia na kwanza kufanya kung fu na yeye. Umeona? Twende tukaangalie kwa nini Aisha Speed hakuja Tanzania. Kama una sababu yako tupe kwenye comments pale, lakini ngoja tujiulize haya maswali. Kwa nini Aisha Speed hakuja Tanzania? Mimi kuna utafiti ambao nimefanya na nimegundua kuna maneno ambayo yamekuwa yakiongelewa. Nimeona bora nije tuyajadili pamoja, tuone tulinganishe kwamba ni kweli au ni vipi. Kwa nini Aisha Speed hakuja Tanzania? Na tunajua alikaribishwa sana, na kuna washikaji walimpanda mlima Kilimanjaro akamwambia Aisha Speed, "Kilimanjaro is calling you." Lakini bado hakurespondi kuja Tanzania. Tujiulize kwa nini. Kuna sababu hapa ambazo zimekuwa zikizungumziwa mtandaoni. Bwana, sababu ya kwanza bwana ambayo imekuwa ikizungumziwa mtandaoni kwamba ni Watanzania huenda hajaja kwa sababu hatujui Kiingereza. Bwana, hii inaweza kuwa kuna namna, kwa sababu wenzetu wa Kenya kidogo wanajua Kiingereza. Nchi za wenzetu zingine wanajua Kiingereza. Sasa sijajua kama sisi angekuja tungekuwa tunamshangaa au tungekuwa tunapiga kelele kama tunavyojijua Tanzania. Tunaongea sana, sijui ingekuaje. Sababu bwana ya pili ni ile baada ya wale jamaa kutoa challenge ya kumkaribisha Zanzibar, yeye akawa amesikia kama Zambia. Kwa hiyo sijajua, inawezekana ni sababu pia, ndio maana hakuiweka kwenye list yake. Sababu nyingine bwana, amekuwa ameulizwa kwenye mitandao ya kijamii na waandishi wa habari wa Marekani kwamba kwa nini hujafika Tanzania na wakati Kenya ni majirani kabisa. Bwana yeye wanavyodai kwamba alijibu kwamba Tanzania siendi kwa sababu ya usalama wangu, pia kwa sababu sikuiweka kwenye listi, kwa hiyo inaweza kaniharibia ratiba. Sasa pale kwenye neno usalama wangu inakuja sababu hii ya vuguvugu lililotokea hapa Tanzania kwa tarehe 29. Ilitokea maandamano. Watu wanadai kwamba angekuja Tanzania inawezekana ingetokea machafuko tena, kwa sababu jamaa anaondoka na kijiji sana, anakuwa na watu wengi. Kwa hiyo ingetokea machafuko na watu wangefanya vurugu, kwa nadhani amani isingekuwepo tena Tanzania. Hii inawezekana ni strong na point kubwa ambayo imemfanya Aisha Speed asiweze kuja Tanzania. Niambie kwenye komenti sababu yako kuu ni ipi ambao unahisi wewe kwa nini Aisha Speed hajaja Tanzania. Bwana, mimi naitwa Brown, usisahau ku like, ku comment na kusubscribe. Hii hapa ni Brightness Studio.